alive. Jesus risen from the dead. Is now at heaven. Pray for everyone who is right people. Anatuombea yuko mkono wa kuume. Akiliombea kanisa, sema amina kubwa. Nakumbuka Jumapili kama ya leo mwaka jana nilikuwa nikisema na wewe umesikia taarifa gani? Sasa leo ninao ujumbe. Ninajua ni siku ya kufufuka, inaadhimishwa siku ya kufufuka kwa Yesu. Lakini ninakuletea ujumbe usema kusudi la Bwana haliwezi kuzuiliwa. Hebu tamka maneno haya, kusudi la Bwana. Ninapata shida sana tunapokuwa ibadani, alafu namwambia nimekuwa nikiona hata mwalimu wa asubuhi anasema Bwana Yesu asifiwe, watu hawaitiki. Sema amina kubwa. Haliwezi kuzuiliwa. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Matendo. Tutasoma maandiko mawili. Nitakupitisha kwenye hayo maandiko mawili tu leo. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Hebu soma sura ile ya 5 mstari wa 34 mpaka ule wa 39. Lakini mtu mwingine atafungua Mathayo sura ile ya 28 na ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Sikiliza, naongea na wewe habari za kusudi la Mungu haliwezi kuzuiliwa. Huo ndio ujumbe unaobeba maadhimisho yetu. Msomaji. Nitasoma Matendo ya Mitume 5:38 mpaka 39 inasema. Inasema. Lakini mtu mmoja Farisayo. Jina lake Gamalieli. Mwalimu wa Torati. Mwenye kuheshimiwa na watu wote. Akasimama katika baraza. Akaamuru mitume. Wawekwe nje kitambo kidogo. Akawaambia. Enyi waume wa Israeli. Jihadharini jinsi mtakavyowatenda watu hawa. Kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda. Akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu. Watu wapata 400 wakashikamana naye. Naye aliwaua na wote waliomsadiki wakatawanyika wakawa si kitu. Naye aliwaua na wote waliomwamini wakatawanyika kawa si kitu. Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya. Siku zile za kuandikwa orodha. Akawavuta watu kadha wa kadha nyuma yake. Naye pia akapotea na wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa. Waacheni. Kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa. 39. Lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja. Sema amina. Hebu rudia hiyo point. 39. Lakini ikiwa imetoka kwa Mungu 39. Lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja. Msije mkaonekana kwamba mnapigana na nani? Mathayo sura ya 28. Nani amefika haraka? Sura ya 28 ule mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mathayo 28. Okay. Hata sabato ilipokwisha. Ikipambazuka siku ya kwanza ya juma. Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa juu ya nchi. Kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme.
na mavazi yake meupe kama theluji, na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Jamani, hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambia wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama awatangulia kwenda wapi? Ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha waambia. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kusudi la Mungu haliwezi kuzuiliwa. Na kabla hatujaendelea, naomba nifafanue kidogo maeneo haya. Unaweza ukajiuliza kwa nini tumeenda kusoma kitabu cha Matendo. Tumesoma kitabu cha Matendo ili kukupa picha. Hata Mafarisayo waliokuwa kinyume na Masihi nao walikubali, wakasema ya kwamba kama shauri hili halikutoka kwa Bwana litavunjwa, lakini kama shauri hili au kusudi hili ni la Bwana, hakuna atakayeweza kulivunja. Sema amina. Kama dunia inaelewa kwamba shauri la Mungu haliwezi kuvunjwa, inawezekanaje mtu aliyempokea Yesu asiamini kwamba kile ambacho Mungu amepanga kwa ajili yake hakuna anayeweza kuzuia? Sikiliza. Tunaposema kusudi tunamaanisha nini? Nilikuwa najaribu kufanya utafiti mdogo wa Waswahili wanasema nini kuhusu kusudi. Wao wanasema kusudi ni nia au shauri au azimio. Kusudi ni nia, shauri au azimio. Kwa hiyo tunaposema kusudi la Mungu haliwezi kuzuiliwa, tunasema nia au shauri au azimio ambalo Mungu ameliachilia kwako. Kuzimu na maagenti wa ibilisi hawawezi kulizuia, kwa sababu mbingu za mbingu zimekusudia jambo hilo, na yeye ana mamlaka kuliko namna yoyote unavyoweza ukasema. Sikiliza. Katika Matendo ile 34 tumemwona mtu mmoja anayeitwa Gamalieli. Katika Biblia kuna watu wawili tu waliitwa jina la Gamalieli, na anaonekana mara 7. Kwa mara ya kwanza anapatikana katika kitabu Gamalieli anapatikana katika kitabu cha Hesabu sura ya 1 mstari wa 10. Kwa mara ya kwanza anapatikana hapo. Nimesema watu wawili walioitwa majina ya Gamalieli. Sasa Gamalieli huyu anayetajwa kwenye kitabu cha Matendo, Biblia inasema alikuwa Farisayo. Na ninyi mnajua baada ya miaka 400 kabla ya Yesu ulikuwa ni wakati wa ukimya. Wakati huo wa ukimya Wayahudi walijiongeza, kwa sababu mbingu hazikusema na mtu yoyote katika wakati huu isipokuwa kina Simeoni walioonywa na Mungu kwamba hawatalala mauti mpaka wamuone nani? Mpaka wamuone Bwana. Biblia inaniambia Wayahudi walijiongeza, wakaunda vikundi zaidi ya 6 au 5. Waliunda kikundi cha Wazerote, wakaunda kikundi cha Wafarisayo, wakaunda kikundi cha Masadukayo, wakaunda kikundi cha Waasene. Vikundi hivi vyote viliundwa wakati ule ambao Bwana alikuwa hatamki kitu chochote. Na makundi haya yote ambayo yaliundwa na Wayahudi wakati wa miaka 400 ya ukimya ya Mungu haongei chochote na nabii yoyote, hawa wote wakati Yesu anazaliwa na kuanza huduma walikuwa against, kinyume na nani? Kinyume na Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa ninachosema? Ninasema kusudi la Mungu hakuna anayeweza kufanya nini? Kulizuia. Dunia inajua hivyo. Watawala wa dunia wanaelewa hivyo. Hata wale ambao hawajamwamini Yesu anaelewa hivyo. Hata shetani mwenyewe, sio dunia peke yake, shetani mwenyewe analielewa hilo, kwamba mbingu zikiamua jambo lake, nikikusudia jambo lake, hata yeye hawezi kufanya nini? Kuzuia. Sikiliza. Nikulete kwenye kitabu cha Mathayo. Wakati Yesu anakata roho,
Wayahudi hao walifanya kila walioweza kuhakikisha kwamba wanazuia mpango wa ukombozi usifanikiwe. Biblia inasema hivi, kama Yesu asingefufuka, imani yetu ingekuwa ni nini? Wengine hawajali. Nasema hivi, Wayahudi walihakikisha kwamba kusudi la Mungu la ukombozi kwa mwanadamu halifanikiwa. Okay, ingawa damu ya Yesu ilimwagika pale msalabani, kama Yesu asingefufuka, wewe na mimi tusingepata ujasiri wowote wa kusimama hapa tulipo. Ndio maana agenda ya Wayahudi baada ya kumuua Yesu, walijua tumemaliza mchezo, lakini wakasema kuna jambo moja ambalo lazima tulitengeneze, tufaulu katika jambo hilo. Tukifaulu katika hilo jambo, tumemaliza biashara. Na hilo jambo lilikuwa ni jambo gani? Hilo jambo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba Yesu hafufuki kama alivyofanya nini? Kama alivyosema. Kwa hiyo baada ya kufa kwa Yesu, na Yusufu Arimathaya ameenda kuomba mwili wa Yesu ili aweze kuuzika. Biblia inaniambia wakajiongeza wale Wayahudi, wakasema jamani, hebu twende kwa Pilato tukamwambia atupe askari ili wakalinde nini? Kaburi. Wanafunzi wasije wakamuiba na wakatangaza kwamba yule jamaa amefanya nini? Amefufuka. Udanganyifu huu wa pili utakuwa mkubwa kuliko huu wa nini? Sijui unanielewa ninachosema. Lakini Pilato anasema jambo la ajabu pale. Pilato anasema hivi, askari nendeni mkalilinde kaburi kwa namna yoyote mwezano. Halo. Unanielewa ninachosema? Nataka nikuonyeshe, angalia juhudi iliyofanywa na Wayahudi. Wanatengeneza mazingira, wamewalipa wanajeshi. Na wale wanajeshi walikuwa wanafanya shift ya masaa matatu. Kikosi hiki kimekaa kinalinda, wanaondoka, wengine wanafanya nini? Wanakuja, wanalinda. Nasikiliza, watu wakiwa kwenye lindo namna hiyo, wanalinda mali zisiibiwa ama kitu ambacho ni very important. Lazima kitu chochote kitakacho simama ama kuja kwenye lile eneo, kitu ambacho hawakiamini, lazima kiwe nini? Shaba. Ndio maana niliambia wanawake siku moja pale, hivi mnaposema wanaume, jamani, kumbuka nasema habari za kusudi la Mungu haliwezi kufanya nini? Kuzuiliwa. Kumbuka hilo, usije ukasahau. Ndio maana wanawaambia wanawake, kama si yule malaika aliyeamua kuendelea kukaa kaburini, wakati wale walinzi walipokuwa wamepatwa na ganzi na wakawa kama wamekufa, wakati wanashtuka kama wanakuta akina Mariamu wako pale, unadhani nini kingetokea? Mimi sijui unanielewa ninachosema. Sasa sikia. Biblia yangu inaniambia kwamba wamelinda kaburi toka Ijumaa ile jioni. Walinzi wameamuriwa walinde hilo kaburi. Kumbuka Ijumaa wapo, Jumamosi wako wapi? Wanafanya shift. Ilipofika usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, Biblia inaniambia kwamba ndipo malaika aliposhuka. Sikiliza, lile kaburi liliwekwa hata jiwe lilikuwa kwenye mlango wa nini? Wa kaburi. Na baadhi ya wanatheolojia wanasema lile jiwe lilikuwa na uzito wa kilo 5,000. Unanisikia ninachosema? Lile jiwe lilikuwa na uzito wa kilo 5,000. Ndio maana hata malaika mwenyewe aliposhuka hakulibeba, alifanya nini? Akaliviringisha lile jiwe. Lakini sikiliza, wakati jiwe linaviringishwa, Yesu alikuwa tayari hayumo kaburini. Tunaelewana mpaka hapo? Naomba mnielewe vizuri. Jiwe halikumzuia Yesu kufufuka. Ila jiwe liliondolewa ili akina Mariamu watakapokuja wajionee wenyewe kwenye nini? Kwenye kaburi kwamba hayu. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu. Malaika yule aliposhuka, wale wanajeshi waliokuwa wakilinda kaburi walipigwa shoti ya umeme na wakaanguka saa hiyo hiyo. Kwa sababu anaposimama Simba wa Yuda, haiko simba nyingine, hayupo mtu yoyote anayeweza akasalia mahali hapo akawa mzima. Wengine waelewe ninasema nini?
Yesu ametoka bustani ya Getsemani kuomba, alipokuja Yuda mwenyewe na vikosi alivyoambatana naye, alipowaambia mnamtafuta nani? Yesu wa Nazareti, saa hiyo hiyo wakaanguka. Ama msome Biblia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mnamtafuta nani? Yesu wa Nazareti. Ni mimi, wote chai. Kwa hiyo hata malaika aliposhuka siku ile ya kwanza ya juma, Biblia inaniambia wakapigwa shoti, wote wakalala kama wafu. Lakini angalia juhudi walizozifanya, angalia gharama walizozitumia, angalia baadhi ya watu waliokosa usingizi na aktiviti nyingine kwa ajili ya kulinda kaburi kwa lengo la kwamba Yesu asifufuke. Lakini kwa sababu kusudi la Bwana ni Yesu siku ya tatu afufuke, kusudi hilo halikuzuiliwa na Mwana wa Mungu alfajiri ile mapema akawa hai. Natangaza leo kwamba Yesu yu hai, alifufuka katika wafu. Yuko mkono wa kuume wa Baba. Umekuwa ukitishwa. Sikiliza, kama kuna vitu ambavyo unatakiwa kuwa makini navyo ni kujua, je, mbingu ziko upande wangu? Mbingu zinasema nini kwa ajili yangu? Kama kuna jambo muhimu ni kujua shauri la Bwana kwako ni lipi. Ukishaelewa shauri la Bwana juu yako ama kusudi la Bwana, huwa na uhakika hata kama kuna watu watasimama kupinga hilo shauri, wewe wacheke tu, waambie ni swala la muda, Bwana ananipitisha ili nijifunze jambo, lakini vile ni neno la Bwana wakati uliokubalika halitazuiliwa tena, kwa sababu Bwana atakuwa mbele yangu. Nitapita kama mfalme, nitapita kama shujaa, nitapita kama mtu ambaye ana mamlaka, kwa sababu ninaye Mungu aliye mkuu, ninaye Mungu mwenye nguvu, ninaye Mungu anayeweza. Yeye hazuiliwi na mtu yeyote. Akiamua jambo litakuwa tu, dunia yote ikae upande wake, hata wakatae na wapinge kwamba hautakuwa mfalme. Katika mazingira ambayo hakuna yeyote anayejua utakuwa mfalme, kwa sababu mbingu zimekuamini na zimekukubali huwa kwenye position hiyo. Sema amina. Sikiliza, kuna watu wengi waliosimama wakiamua kuzuia kusudi la Mungu lisiwepo, walishindwa na kushindwa. Biblia yangu inaniambia katika sura ya 37 ya kitabu cha Mwanzo, Yusufu anaota ndoto, anaambia ndugu zake makusudi ya Mungu kwake. Badala ya ndugu zake kuappreciate, kumpongeza, kumshukuru na kusema Mungu na akutendee kama alivyokusudia, wakaja na mpango mkakati wa kumuua nani? Yusufu, au wamuuze. Walipofanikiwa kufanya hilo jambo, wakaamini kwamba lile kusudi la Mungu ambalo walikuwa wameweka kwa Yusufu kwamba limeisha. Kumbe ndio walikuwa wanamuongezea mwendo wa kufika kwenye lile kusudi. Sema amina. Sikiliza, Biblia inaniambia walimuuza kwa Ishmaeli, na Ishmaeli wakamuuza kwa Potifa. Alipofika pale alipata mchakato mwingine, akabambikiziwa kesi, akapelekwa wapi? Gerezani. Akiwa gerezani, hapa ndipo nyota ilipoanza kung'aa. Nyota ikaanza kung'aa, akapewa kuwa mkuu wa wafungwa wote waliokuwa wapi? Gerezani. Biblia inaniambia kuna mtu aliyeota ndoto, na yule mtu aliyeota ndoto, watu wawili waliota ndoto. Yusufu akatafsiri ndoto zao. Mmoja akaambiwa baada ya siku 3 utanyongwa, utaangikwa juu ya mti. Mwingine akaambiwa furaha uliyokuwa nayo kwanza inarejeshwa, maana mbingu zimekusudia jambo hilo kwako. Baada ya siku 3 yule mnyweshaji akarudishwa ikulu. Ilipofika kule, akiwa ikulu kule, Farao naye akaota ndoto ambazo zilimshinda kutafsiri. Sikiliza nikwambie, ile haikuwa ndoto ya kwanza Farao kuota. Alikuwa anaota ndoto zingine, lakini wale watu wake walikuwa wanaweza kutafsiri. Lakini hiyo wajibu, wale waganga na watu wengine walishindwa kutoa maana ya ndoto hiyo. Kwa sababu ya nini? Kusudi la Mungu lilikuwa linapita pale, kwamba kwa kuota ndoto Farao huwa ni mlango wa Yusufu kuja ikulu, na mapenzi ya Bwana yafanyike kwa Yusufu, na kusudi la Bwana lifanyike kwa Yusufu. Natangaza hii leo kwamba kama Mungu amesema utaolewa na waziri mkuu wa nchi, dunia ikatae, wachawi wakatae, itakuwa katika jina la Yesu. Kama Bwana ameamua utakuwa askofu, nani apinge? Kwa mtu asimamishe hata wanajeshi kutoka Marekani, atashindwa na kusudi la Bwana litasimama. Utakuwa askofu
Yesu akiwa bado mtoto. Lakini kwa sababu kusudi la Mungu lilikuwa limesimama kwamba ni Yesu atakayekomboa ulimwengu, ni Yesu ambaye atasababisha dunia irudi kwake. Mungu bado alisababisha mazingira ya Mungu ya Herode auawe mapema. Wale wanaozuia hatima ya Mungu kwako na wafe mara moja. Wale wanaozuia kusudi la Mungu kwako wapigwe. Wale wanaosimama kuharibu ndoto zako wapigwe kwa jina la Yesu, na hakuna atakayeweza kusimama. Biblia inasema katika Matendo sura ya 8, sura ya 5 mstari wa 34 mpaka 39, Gamalieli anatamka hadharani, anasema ikiwa hiki wanachokifanya hawa walichokibinadamu kitavunjika, lakini kama ni shauri la Bwana hakuna atakayeweza kufanya nini? Usitembee kwa mashaka. Na mwana mtu mmoja amefumba macho, alafu nikisema sema amina anafanya. Unaweza ukahisi amesinzia, lakini kumbe neno linaingia kwa ufasaha ndani. Yaani anabubujika na anafurahia kwamba hakuna atakayezuia kusudi la Mungu juu yake. Hata kama Bwana ameamua kwamba wewe utakuwa ni mtu mkubwa, usitishwe na majaribu unayoyapitia, usitishwe na changamoto unazopitia. Pengine muda haujafika, lakini nataka nikuambie mchana wa leo, lile kusudi halijabadilika, lile kusudi halijaondolewa. Wayahudi walidhani kwa kuweka jiwe kwenye kaburi kutazuia Yesu asifanye nini? Asifufuke. Walidhani kwa kuweka walinzi kwamba Yesu hawezi kufufuka. Mungu wa miungu, Baba mwenye nguvu, Bwana wa mabwana, hawezi kuzuiliwa na vikwazo, hawezi kuzuiliwa kwa maneno, hawezi kuzuiliwa kwa changamoto. Ni swala la muda. Kesho yako ni ya furaha, maana mbingu zimekuamini na liko kusudi kubwa ambalo Bwana ameliachilia kwa ajili yako. Mwambie adui yako hata kama umuoni kwamba huniwezi. Nasema hivi, mwambie adui yako hata kama umuoni, mwambie kwamba huniwezi. Nimekusudiwa mema na Bwana. Bwana amenikusudia mema. Nataka nitumie maadhimisho haya kukuambia kwamba kusudi la Mungu hakuna anayeweza kulibatilisha. Wayahudi walichanganyikiwa. Sikiliza, si kwa huyo niliyekuambia tu Yusufu. Hata Sauli alitengeneza mazingira yote ya kumuua nani? Daudi, ili asifike kwenye kusudi ambalo Mungu amefanya nini? Amemwachilia. Lakini Biblia yangu na ya kwako inasema kwamba Sauli hakufanikiwa. Alitumia mbinu zote. Sikiliza, unaposikia mtu ni mtawala ama rais wa nchi, anajua mbinu zote na mitego yote ya namna gani atakavyo kumaliza. Sikiliza nikwambie, hata pale ambapo Daudi alikuwa ameenda kwa nchi jirani alifikiri yuko salama, baada ya muda mchache Sauli alikuwa anapata nini? Taarifa. Na anatega mtego wake akijua hapa nimempata Daudi naenda kummaliza. Lakini kwa sababu kusudi la Bwana limekaa kwa Daudi kwamba ni yeye ambaye atakuwa mfalme wa nani? Wa Israeli, na kupitia yeye katika uzao wake Masihi atazaliwa. Ndiye Mungu mwenye nguvu, ndiye mfalme wa wafalme, yeye aokoaye. Alitengeneza mazingira ya kumlinda Daudi. Haijalishi Daudi alikuwa raia wa kawaida na mfalme Sauli alikuwa rais wa nchi, bado alishindwa kumpata nani? Daudi. Ona Bwana alivyo ajabu, kwa sababu kusudi la Bwana lilikuwa ndani ya Daudi. Alitengeneza mazingira ya Daudi kumpata nani? Sauli mara mbili. Sauli aliwekwa mikononi mwa nani? Mwa Daudi. Umewahi kuona ni kitu cha kawaida? Na kuuliza, unadhani ni kitu cha kawaida? Unadhani ni kitu cha kawaida kwamba raia, mfalme wa nchi anawekwa miguuni kwa raia, alafu yule raia anasema siwezi kumgusa Masihi wa Bwana, na kumwambia ewe Abineri unayemlinda mfalme, uko wapi? Kama ningeamua leo kumuua Sauli angekuwepo. Alafu Sauli anasema leo nimejua na nimetambua kwamba wewe Daudi ni mfalme ajaye wa Israeli, na mimi sitakuhudhuru tena, naomba urudi. Daudi anasema sirudi, ninajua niko kusudi ambalo Bwana ameliachilia, na muda ukifika hayupo atakayezuia. Hata kama unaziona changamoto kwenye elimu yako, kila ukifanya hivi mara namba haipo, haijasomeka, hujasajiliwa, ni swala la muda. Kama Bwana ameamua utasoma na kwenda mbele. Haijalishi hakuna ada, haijalishi hakuna nini. Ninataka kukuambia kwamba saa ipo na saa itakuja. Yehova atasimama, Yehova atasimama, Yehova atasimama, na yeye anatenda kila jambo ambalo ni jema.
kwa ajili ya maisha yako. Nataka maadhimisho haya uondoke ukiwa unaamini kwamba kusudi ambalo Bwana ameachilia ndani yako hakuna atakayelizuia. Uje ujasiri nao nataka uondoke nao. Sio unatishwa tu tunakwambia unijui mimi. Wiki hii haitaisha utakufa na unaanza kutetemeka. Wewe vipi bwana? Yaani uliambiwa wewe utafundisha mataifa. Hujafundisha mataifa, mtu anakutisha kwamba nitakuroga, unatamani kuhama kwenye huo mji kwa sababu maisha yako yamehatarishwa, unataka uondoke. Nani amekuambia? Mwambie hivi, ninaye Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Mungu niliye naye hawezi kushindwa na uchawi. Hakuna uchawi juu ya Israeli na hakuna uganga juu ya Yakobo. Mimi ni mshindi. Yesu amefufuka na yeye aliyeshinda amenipa kushinda katika yeye atupendaye. Sema amina kubwa. Natamani ujasiri huu uingie ndani yako. Sikiliza, hata kama unaona jua linazama huna chakula, mwambie Bwana, kusudi lako sio mimi niwe maskini wa kukosa chakula. Atengeneze mazingira upate chakula. Hata kama unaona mambo hayasomi, hata kama unaona dunia ni chungu, watu wamekuinukia, wewe niangalie kusudi tu, usiangalie kitu kingine. Hili na kusudi ambalo Mungu ameliachia. Sikiliza, nimekwambia hata watawala wanakiri wenyewe kwamba kama jambo hili ni la kibinadamu litavunjwa, lakini kama kusudi hili ni la Mungu hakuna atakayezuia. Gamalieli anawaita Wayahudi waliokuwa wamewashikilia mitume. Anawaambia, waacheni hao watu msije mkapata matatizo. Waacheni hao watu msije mkapata nini matatizo, kwa sababu wameamuriwa na Bwana aliyefufuka kwamba wahubiri nini injili na wasinyamaze. Gamalieli anaweza mambo mengi, anajaribu kuwaonyesha kwamba hao mabwana wana mtu ambaye aliwashinda wasomi, aliwashinda watawala na hata wakazuia Bwana wao wasife, lakini alifufuka. Wakazuia Bwana wao wasifufuke, akafufuka. Wakazuia pengine injili isihubiriwe, haikuwezekana. Na wapa taarifa, waacheni hao majamaa waendelee na injili msije mkapata matatizo. Sema amina. Unasema ninaongea nini? Sikiliza. Kama umjui Mungu tunayesema na makusudi yake, nenda umuulize Herode mwingine. Acha yule aliyefariki Yesu akiwa ni mtoto. Herode mwingine alipoimbiwa na watu wakasema sauti hii ni ya Mungu, alifanya nini? Saa hiyo akafa. Ni mfalme huyu, ni mtawala huyu. Ninachotaka uamini leo kwenye maadhimisho ya mwaka huu kwamba kusudi la Mungu kwako hizi, lijua kusudi ambalo Mungu ameachilia kwako. Shida moja tulio nayo ni kwamba hata hatujui kusudi la Mungu aliloachilia kwetu. Naomba kila mmoja akague maisha yake leo, aelewe Mungu amekusudia nini kwa ajili yake. Shauri la Mungu kwake ni lipi, ili uliangalia hilo kusudi. Hilo kusudi litakupa ujasiri, kwa sababu yeye unayemtumikia alishashinda kifo na mauti. Yuwae na yeye atasaidia ufike kwenye hiyo destiny. Atakusaidia ufike kwenye hiyo kusudi. Atasaidia dunia ione ya kwamba wewe ni mfalme. Dunia ione kwamba wewe haushikiki. Dunia ione kwamba wewe umeteuliwa na Bwana na mbingu zimekuamini na kukupa nafasi ulionayo. Tembea kifua mbele. Dunia leo inatembea kifua mbele. Ninaposema shetani anajua kwamba hawezi kuzuia kusudi la Mungu, wengine hawaamini. Sikiliza, Biblia inasema katika Yakobo kwamba shetani tunapotaja jina la Yesu, kuzimu, shetani na kuzimu inafanya nini? Yaani kila kitendo cha kutaja jina la Yesu, kuzimu na shetani wanatetemeka. Tembea kwa ujasiri mtu wa Mungu. Ndicho ninachotaka leo. Ninakuridhisha roho hii. Tembea kwa ujasiri kwamba unalo kusudi, hauko hapa kwa bahati mbaya. Ndiko kusudi ambalo Mungu ameachilia kwako. Kama Bwana amesema utakuwa daktari, utakuwa daktari tu. Sio maswala hata nitatoa. No, Mungu anajua atamsimamisha nani akuboost akupeleke mbele. Ni swala la muda, usiwe na haraka. Wengine wanasema mbona nimeanza kuzeeka? Mbona nataka kuzeeka? Mambo hayajasikiliza nikwambia, kwani umri anayetoa umri ni nani? Si Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanasema mbona miaka yenyewe ilishasemwa ni 70 ukiwa na nguvu, miaka 80 baada ya hapo unaondoka. Sikiliza, mpaka leo kuna watu wanaishi miaka 120, miaka 105, 110. Watu wanafikisha katika maisha haya unaoyaona. Sema amina. Amen. Kusudi la Mungu hautakufa mpaka utimize kusudi la Mungu aliloachilia kwako. Halitatimia ukijichanganya wewe mwenyewe.
Tatizo letu ni kujichanganya, hatusimami na Mungu. Tunalichelewesha kusudi. Na Mungu unachotakiwa kuelewa, Mungu hatembei na mkanda wa saa yako. Majira ya Mungu sio majira yako. Petro anatuambia vizuri, anasema hivi: siku moja ya Mungu ni miaka mingapi ya kwetu? Siku moja ya Mungu ni miaka mingapi kwetu? 1000. Ni miaka 1000. Sasa watu wanaangalia mkanda wa saa. Haya ilikuleta shida hata wakati wa Sara alipoambiwa na Bwana, majira kama haya mwakani mke wako atabeba nini? Hivi unafikiri mwaka uliofuatia ndio Sara alipobeba ujauzito? Ndivyo unavyoishi kanisa. Wanabeba mtoto, ndivyo wanavyoishi. Kumbe ukuelewa swali. Sara, Ibrahimu alipokuwa na Mungu, mkeo majira kama haya mke wako atabeba ujauzito, unahisi ilikuwa ni mwaka huo huo? Si mnasoma Biblia, ulikuwa ni mwaka huo? Mbona mji ngoja hao waliopita chuo, ulikuwa ni mwaka huo huo kwamba majira mwakani? Haukuwa mwaka huo. Sara alikuwa anaangalia mkanda wa saa yake na tarehe zake. Ibrahimu, Mungu alisema kwamba mwaka huu ndio tutapata nini? Nenda kwa hiyo mjakazi, labda ile kusudi pengine amesahau. Mungu atembea na majira ya kibinadamu. Mungu anatembea na majira ya nini? Ya kimbingu. Ndio maana Biblia inasema katika Isaya, njia zake hazichunguziki. Wewe endelee kumwamini Bwana. Endelee kumwangalia Bwana. Nimekuambia leo kwamba Wayahudi hawakuweza kuzuia Yesu asifufuke. Na Paulo anasema katika Wakorintho, kama Yesu asingefufuka imani yetu ingekuwa bure. Lakini tunatembea kwa ushindi kwa sababu Mungu alitimiza kusudi lake aliloliweka kwa mwana